kwa sababu Jubilee ni chama cha wananchi na chama cha mashinani. Ipo sisi wakati tulipewa na zuru hapa leo, tutaongea na yule president wenu na sisi tutacontribute kwa welfare yenu. Akina mama na wale ambao walizungumza hapa, viongozi wengine, ninataka kuhakikishia kwamba ile shida na itilafu tumekuwa nayo kidogo huku mbeleni ya nomination na mambo kama hayo haitakuwa hivyo wakati huu. I want to promise you, tutafanya hii kazi kwa uaminifu and we will do a good job. I will do it with surgical precision. Tutafanya kabisa mpaka kuombea kiti kwa tikiti ya Jubilee. Kwa yale ambayo yalifanyika kumpoteza mjumbe wenu, ungana nanyi na wakati huu mnapojipanga kuhusu by election, wale ambao mmesimama hapa ambao mmesema mnataka kugombea hiyo kiti kwa chama chetu cha Jubilee, tutatembea na nyinyi, tutawaunga mkono, tutakuwa pamoja. Jubilee leo kutoka Emurua Decree umejiunga hapa kutoka UDA, kutoka ODM, ninawahakikishia sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja na tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Na wale viongozi hapa ambao wameuliza appointment, mfanye delegation kuja nyumbani, kama ile delegation ilikuja kutoka Narok nyumbani, mumekaribishwa nyumbani Nyansiongo, hakutakosa mbuzi ya kuwachinjia. Karibu msalimie watu wa pande hiyo ya kwenu. Mimi niko tayari kuwapokea na mikono miwili. Kwa uongozi lazima tuambatane na Wakenya wengine kama familia moja. Nimalizie mambo mawili na nataka mnisikize hivi. Wenzangu wameongea mambo mingi hapa leo. Nimemsikiza Mheshimiwa Rais wetu leo asubuhi, and on this particular one munisikize kwa makini. I respect the office of the president. Mimi naheshimu katiba yetu na desturi yetu ya uongozi wa nchi yetu. Inaonyesha wazi kwamba yule ambaye ako kwa hiyo ofisi is a symbol of national unity. Ni commander in chief of our defense forces. Mimi sana watu wakiniuliza, mbona wewe you don't attack the president or criticize him? Ninawaambia, unajua mimi naheshimu hata majeshi yetu. Kwa sababu president ni commander in chief. Kuna kitu ambayo mimi siwezi kuzungumza kuhusu president hadharani namna hiyo. Lakini and of all national politicians who are out here,
you know that I am the one who's most restrained. Kwa hii, I don't like talking about personal things, attacking other leaders, and going personal. Kwa sababu, we must be the change that we desire. Kenyans, after 6 decades of independence, wanatarajia wale tunataka uongozi to be measured, to be mature, to be decent, even in the language we use about each other. Ama namna gani wananchi? Kwa sababu watoto wetu na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa, hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Eti nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Unajua, mimi nataka kuwaomba hivi. Tuna heshima kubwa kwa uongozi wa nchi hii. Na ile standard imewekwa na wale wameenda mbele. Mzee Moi mwenyewe, Mzee Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio standard tunataka kwa hiyo ofisi ya rais. Lakini sasa unataka kuibua mjadala kuhusu kukula, ili tuanze sasa Kenya kusema ni nani amekula mashamba Narok, ni nani amekula mambo hapa Narok. Unataka tuzungumzie kukula kweli? Tumbo lisilo